Wizara ya mambo ya ndani nchini imeliomba bunge kuidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi trilioni 2.44 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Jackson Fanuel anatuarifu zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa bunge lako liidhinishe bajeti ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 443 milioni 215 laki 927,000 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mchanganuo wa fedha hizo ni kama ifuatavyo: moja, shilingi trilioni 1 bilioni 953 milioni 366 laki 486,000 sawa na 80% ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Shilingi bilioni 489 milioni 849 laki 441 sawa na 20% kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo bungeni jijini Dodoma Mei 25 mwaka 2026. Vile amewataka waajiri wote nchini kuhakikisha wanawahakiki waajiri wao kupitia mfumo wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ili kujiridhisha kuhusu uraia na taarifa zao za utambuzi. Katambi amesema hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama wa taifa pamoja na mifumo ya utambuzi nchini. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema kuwa serikali imeweka mikakati mipya ya kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu wa kimtandao ikiwa ni sehemu ya juhudi za kulinda usalama wa raia na taarifa zao. Katika mwaka wa fedha 2026-2027, wizara kupitia jeshi la polisi itaendelea kudhibiti uhalifu nchini ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, udukuzi wa taarifa kimtandao na kukamilisha uanzishaji wa ofisi za kanda za upelelezi wa makosa ya jinai na uhalifu wa kimtandao katika jiji la Dodoma, Zanzibar na kuimarisha kikosi maalum kudhibiti taarifa potofu na uchochezi mtandaoni pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za kusambaza taarifa za uongo. Katika hatua nyingine amesema kwamba katika mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imefanikiwa kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama wa nchi. Katika utekelezaji wa mpango wa bajeti wa mwaka 2025-2026, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imepata mafanikio mbalimbali. Mafanikio hayo ni pamoja na kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama nchini. 2, kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya mahakama mtandao katika magereza 18 na hivyo kufikia magereza 84. Huduma hiyo kati ya magereza 125 iliyopo nchini imekuwa ikitolewa. Mafanikio hayo ni sehemu ya matokeo utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. 3, kukamilisha mradi wa ununuzi wa mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji wenye thamani ya dola za Marekani milioni 100. Katika hatua nyingine, mbunge wa Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu ametumia kanuni ya bunge kuibana serikali akitaka majibu ya maelezo ya ziada kufuatia tukio la hivi karibuni la kutekwa kwa David Jumbe, msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Nchini mwetu kumekuwepo na matukio ya utekaji, watu kupotea na watu kujeruhiwa. Tukio la karibuni zaidi ni tukio lililomkuta msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema ndugu David Jumbe. Kwa vile wizara hii inahusu usalama wa raia, nimesimama kutaka maelezo ya ziada kutoka kwa waziri. Ni upi mwelekeo wa serikali juu ya matukio haya? Hatua gani zinachukuliwa ili kuhakikisha vitendo hivi vinakomeshwa kabisa? Akijibu swali hilo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali haitafumbia macho uhalifu huo, lakini kuna watu wanajiteka na kutengeneza matukio ili kusukuma ajenda zao. Lakini pia zipo kesi nyingine, Mheshimiwa Spika, za masuala ya utekaji ambazo zilibainika kwamba yalitokana na visasi vya mambo mbalimbali. Moja wapo visasi ama vya masuala ya biashara, uhasama unaohusiana na masuala ya mbalimbali ya kimahusiano ya katika jamii. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni siasa, na katika masuala haya Mheshimiwa Spika yamekuwa yakipelekea kupata matukio ya namna hiyo. Yapo masuala ya utekaji ambayo yalitokea na watu kufanya rekodi tunayo. Waliamua kusema kuhusiana na kwamba nimetekwa na ikazushwa hivyo, na hatimaye tulikuja kugundua kwamba ulikuwa ni mchoro au mchongo wa kisiasa kwa lugha ya kisasa unaoisema. Shukrani Jackson Fanuel kwa taarifa hiyo.